Nakumbuka baba alituelekeza kitu kimoja, alisema hivi: kama ambavyo sisi tuna uhitaji, Mungu pia naye ana uhitaji. Kisoma katika Ezekieli anasema Mungu akatafuta kama atapata mtu. Kwa kama wewe ulivyo na uhitaji wako, na uhitaji wa hiki kile nini, na Mungu pia naye ana uhitaji. Hiyo ndo point ya msingi ya kuifanya nini, kuweka kichwani. Mungu naye ana uhitaji. Na anachokihitaji sio kitu kingine, anahitaji mtu. Anahitaji aina ya watu fulani. Akagusia akasema katika kitabu cha Mwanzo Mungu alikwisha ameshaumba kila kitu na mfumo, amemaliza kazi zote. So alipokamilisha kutuumba sisi kwa sura na mfano wake, maana yake hatuhitaji tena kumwendea Mungu direct. Mungu anatutegemea sisi katika kutimiza mapenzi yake hapa duniani, katika kurekebisha vitu na kuweka mambo yakae vizuri. So mahali popote unapoona kuna vitu havijakaa vizuri, ujue kabisa kwamba Mungu katika hilo eneo hajapata mtu. Hajapata mtu bado. Ndio akasema ni lazima utambue huyo mtu ambaye anamhitaji ni nani, ni wewe. Akatusomea kitabu cha Isaya ambacho kinasema inuka uangaze, maana nuru yako, sio nuru yenu, nuru yako. Akasema kila mtu ana nuru yake. Na kwa kuwa kila mtu ana nuru yake, maana yake kulingana na upekee wake ameelekezwa kufanya nini, kuangaza huko katika eneo lake. Ndio kama mama anavyosema, kila eneo, kama wewe ni mfanyabiashara, angaza huko. Akasema vitu vinavyosababisha watu washinde kuangaza pia wanaathirika na nini, mazingira. Naona mazingira yanasababisha mtu wakati mwingine anajidogosha, anaanza kujifananisha na watu wengine. Ile yale ya kujifananisha na wengine, anajidharau yeye, kwa anashindwa kufanya nini, kuangaza. Lakini inabidi uangaze. Haleluya, amen. So in short amen. Barikiwa sana.